Asante sana. Kwanza nataka nianze na salamu kwa ndugu zangu katika imani wa Kristo. Bwana asifiwe. Waislamu, amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Kwanza ninaona ya kwamba walimu wa Kiislamu nikana kwamba hawakuwa wamejitayarisha kwenye mada husika. Maana mimi tangu aanze kuongea sijawaelewa. Mwalimu wangu Yohana alikuja akaelezea vizuri kwa taratibu, lakini yeye akaja akamshuhudia uongo ya kwamba amesema watu wa Jumapili wanaenda motoni. Hiyo ni uongo, umemshuhudia jirani yako. Sasa wewe kwa nini ukaongea uongo? Nipe ukweli mwaminifu. Kitabu ya 2 na ya 3 hadithi ya 855. Kwa nini ukaongea uongo? Soma andiko hiyo. Anasema ndio unaweza kutumia uongo. Unaweza ukatumia uongo kwa kupatanisha watu waliohitilafiana, au katika jambo ambalo litaleta heri na manufaa kwa Waislamu. Kwa hivyo Waislamu wanaruhusiwa kuongea nini? Kwa uongo, maadamu inaleta faida kwao. Ndio unaona sasa amemshuhudia jirani yake uongo. Ya pili akaja akasema wale ambao wanapiga kelele wakiomba wanaitwa wanafiki. Si ametoa andiko hiyo? Sasa mimi natoka nimuonyeshe wanafiki ni Waislamu. Qur'ani 63 aya yake ya kwanza. Qur'ani 63 aya yake ya kwanza. 62:1. Soma. 62:1 nasema ndio wanapokujia wanafiki husema nani? Tunashuhudia ya kuwa kwa yakini wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wale wanamuita Muhammad mtume wa Mwenyezi Mungu wanaitwa nani? Wanafiki. Na hao wanasemaga Muhammad ni mtume wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hao ndio nani? Wanafiki. Na wameambiwa wasipige kelele, wanakatwa wanafanyaje? Wanaomba. Na wasikii, bado wanapiga kelele. Akaja akasema Sabato ilibadilishwa na ikawa Ijumaa, akatoa 62:9 kitabu cha Qur'ani. Kama wewe hauko makini kusikiliza, hawa watu watakudanganya kwa wingi wa maneno. Hebu soma hiyo haraka haraka. 62:9. Ndio. Na wanasema enyi mlioamini, kukiaziniwa kwa ajili ya sala, mkisikia adhana kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa, nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu. Ndio. Na acheni biashara zenu. Kufanya hivi ni bora kwenu. Ndio. Ikiwa mnajua hivi basi fanyeni. Soma 10. Na itakapokwisha sala, sasa itakapomalizika sala, tawanyikeni katika ardhi. Kwa hivyo hii siku wanaenda wanasali, wakimaliza kusali wanaenda kuuza nguo, wanaenda kuuza mitumba. Kwa hivyo sio siku ya ibada. Siku ya Ijumaa ni siku ambayo wanaenda wanasali, alafu wanarudi kwenye kazi. Sasa tunauliza Qur'ani, siku ya ibada ambayo haifai kufanywa kazi ni siku gani? Qur'ani 6:173. Qur'ani 6:173. 173. Soma. Naam, 6:173 nishafika mwalimu. Ndio. 6:173 nasema. 7:163. 7:163. Ndio. Hapo sawa mwalimu. Naam, inasema. 7:163 nasema. Inasemaje? Na waulizeni habari za mji ambao ulikuwa kando ya bahari. Watu wa mji huo walipokuwa wakivunja sheria ya Jumamosi, ndio ambayo waliambiwa wasifanye kazi katika siku hiyo, wafanye ibada tu. Kwa hivyo siku ya ibada kwa mujibu wa Qur'ani ni gani? Jumamosi. Na hawa watu bado wanabisha. Kwa nini wanabisha? Qur'ani 18:54. Hawa watu ni wakuhurumia ndugu zangu. 18. Msione wamefanya kazi mfikiria wana kitu. Hakuna. Soma. 18 ngapi mwalimu? 18:54 Qur'ani. 18:54 Qur'ani inasema. Ndio. Na bila shaka tumewaelezea watu namna kwa namna katika hii Qur'ani. Ndio. Kila mfano. Lakini mwanadamu wakina Yusufu na Sasaka amekizidi kila kitu kwa ubishi. Yaani kazi yao ni kubisha vitu ambavyo viko safi. Vitu ambavyo vimeelezewa vizuri wanabisha. Sabato ni Jumamosi, haifai kufanywa kazi. Nataka itaje kabisa Jumamosi. Nipe hiyo Qur'ani 16:124 tafsiri ya Baruani. 16:124 anasema. Ndio. Wala sio kuitukuza
maandiko mkisoma mnakuwa mmevaa miwani ya bao. Hamuonagi. Kuongea ukweli si ni watu wa kuhurumia. Sasa tunaongelea nini? Maadamu vitabu vilishataja, alafu nasikia Sabato ni ya wana wa Israeli. Nipe hiyo Qur'ani ukurasa wa 16. Sabato ni ya Waisraeli. Sabato ni yenyu. Bado mnakataa. Alafu Samuel twende hapo kidogo. Samuel twende. Mtu au watu wote wacha Mungu ndio wanaitwa Israeli. Wanaitwaje? Israeli. Na Sabato ni akina nani? Ya Israeli. Sabato ni ya Israeli, wacha Mungu. Hiyo ndio wanafaa. Watu wangapi wacha Mungu hapa? Hao watu wote wamejaa dhambi hao. Ndio unaona Sabato hawataki. Na wakaulizwa hivi na Yohana Omari. Wakaulizwa watu wangapi wanadamu, wakachukua. Lakini hawa wakasema wao si wanadamu. Sasa mimi nataka pia niwaongezee dosi 46:29 Qur'ani. Piga mtoto wake. 46:29 Qur'ani. 46:29. Hawa watu si wanadamu, sicheze. Msije mkaenda pale msikitini si wanadamu. Naomba ufungue ukurasa nyingine. Hapo fungua tu. Piga maelezo yake chini hapo. 46:29 anasema. Fungua ukurasa huu mwingine. Hapo 46. Na anasema, na mtume alipowasomea binadamu ndio hawakujibu chochote. Maliza. Mtume akawa tayari shakaambia. Fungua ukurasa mwingine usome maelezo yake chini. Point ndio nataka. Twende. Mtume kama alivyopelekwa kwa wanadamu ndio ndivyo alivyopelekwa kwa majini. Haya tusoma chini mahali kwenye point hapo. Kwenye maelezo. Na mtume ndio alipowasomea binadamu hawakujibu chochote. Ndio mtume akawa tayari shakaambia. Akawaambiaje? Ndugu zenu wa kijini. Kumbe hawa ni ndugu za kina nani? Hawa ni ndugu za majini wa Kristo. Na kama mnapinga juhuni hapa mkatae. Mseme nyinyi ndugu, majini si ndugu zenu. Akaja akasema hivi ya kwamba Sabato ilimalizwa kwa sababu amesoma Isaya 1:13. Soma kwa hiyo haya kitabu cha msomaji. Isaya 1:13. Na 1:13 anasema. Inasemaje? Msilete tena matoleo ya ubatili. Msilete tena matoleo ya ubatili. Uvumba ni chukizo kwangu. Mwezi mpya wa Sabato. Maliza. Kuita makutano. Siyawezi maovu hayo. Ndio. Na makutano ya ibada. Sasa tuseme kwamba Mungu amekataa ibada. Hakuna ibada. Sasa nyinyi mnafanya ibada kwa mujibu wa andiko hilo. Sasa tuseme Mungu akakataa ibada. Una dakika mbili mwalimu. Hiyo inatosha kumbatiza Yusufu. Maana alidanganywa akaingia Uislamu. Hajazaliwa huko. Sasa nataka unisaidie kitabu kinaitwa 56:2 kitabu cha Isaya. 56:2. Kitabu cha Isaya. Na 56:2 Isaya anasema. Ndio. Heri. Heri afanyaye haya. Heri afanyaye haya. Na mwanadamu ashikae sana. Na mwanadamu ashikae nini? Sana. Nini? Azishikae Sabato. Ashikae lini? Sabato. Kumbe mwanadamu anafaa kushika nini? Sabato. Nauliza tena, nani mwanadamu? Asivunje. Muangalie hapa tuko na watu wengine si wanadamu. Wote hao ndugu za majini. Kwa hiyo Sabato ipo na itakuwepo. 66:22 kitabu cha Isaya. 66:22 anasema. Ndio. Kama vile mbingu mpya na nchi mpya. Maliza. Zitakavyofanya. Zitakavyokaa mbele zangu asema Bwana. Ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. Na itakuwa mwezi mpya. Hata mwezi mpya. Na Sabato. Maliza. Hata Sabato. Wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu. Asema Bwana. Kujeni mfute hiyo. Mimi nafikiri hapo nimemaliza na nimenawa. Mungu awabariki sana. Haya, asante ndugu yangu.